Ninakusalimu tena. Bwana akubariki unapoungana nami katika kisa kirefu, lakini hatutajifunza chote leo, maana hakitaisha, ila ni kisa kinachoitwa ushuhuda wa Yesu. Tunamshukuru Mungu kwamba tumepata nafasi hii tena ya kujifunza, na leo tutakuwa na somo linalosema umoja wa Yesu na Baba katika hiki kitabu kinaitwa ushuhuda wa Yesu. Tuombe. Baba wa mbinguni, asante. Tunapojifunza kisa chote cha Yesu, tunajifunza kisa cha Baba. Maana Yesu alisema mngalinijua mimi, mngalimjua Baba. Na tunashukuru kwamba somo lililopita lilisema Yesu ndiye aliyemfunua Baba. Kwa tunaposema habari za Yesu, tunasema habari za Baba. Tufundishe kwa jina la Yesu. Amen. Leo tutazungumza nafasi ya Baba katika utendaji. Kwa sababu tulisema ya kwamba Baba hajawahi kuonekana na hakuna mwanadamu aliyewahi kumwona. Lakini sasa inaleta tena maswali. Sasa Baba alikuwa anafanya nini na alikuwa anafanya kwa njia gani? Na leo ndicho tutakachodili nacho. Kwa somo letu linasema umoja kati ya Yesu na Baba. Nitakuwa na nukuu sana kutoka kwenye kitabu hiki na kuonyesha safari yote ya utendaji kazi kati ya Baba na Mwana. Tutajifunza hicho kitu, ili kila mtu anapomzungumza Yesu ajue anamgusa Baba moja kwa moja. Okay, nitasoma. Maandiko yanaposema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika, katika Yohana 1:3, ilikuwa na maana kwamba vyote, kuanzia vita mbinguni, uumbaji, ukombozi, hukumu, ufufuo na vingine vyote vilifanyika kupitia kwa Yesu. Okay? Na hii ndiyo kusema Yesu ni Mungu pamoja nasi, na umoja wake na Baba ni wa ajabu sana. Anayemdharau Yesu amemdharau Baba. Katika Yesu Mungu alifanya vyote. Alisema vyote na atakamilisha yote yaliyobaki kupitia kwa Yesu. Jitahidi kumwona Mungu Baba katika kila anachokisema Yesu, na katika kila anachokifanya ni Baba anayefanya kupitia Mwana. Yesu alisema, naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo, katika Yohana 8:29. Sura hii itajaribu tu kukusaidia kumwona Baba ndani ya Mwana, na ukishaelewa utamtii Kristo kama unavyotaka kumtii Baba. Kama vyote vilifanyika kupitia kwa Yesu, ina maana hata heshima yetu kwa Baba inapaswa iandamane na heshima yetu kwa Yesu Kristo. Kwa sababu kwa kumheshimu Kristo tumemheshimu Baba. Kwa kile anachopaswa vile anavyopaswa kuheshimiwa Baba, tulipaswa kumheshimu Yesu. Na that's it. Hatuna uwezo wa kumheshimu Baba bila kupitia kumheshimu Yesu Kristo. Kwa sababu vyote vilifanyika kwa Yesu, kupitia kwa Yesu. Na ni mambo gani ambayo yanaonyesha utendaji wa pamoja kati ya Kristo na Baba? Kwa kumsikiliza Yesu tunamsikiliza Baba. Baba mwenyewe alikuwa akifanya kazi zake zote ndani ya Mwana, na nitaorodhesha vingi ili kuona kumbe vyote ambavyo tunavisema kwamba Mungu alifanya vyote hivyo kupitia kwa Yesu. Jambo la kwanza, aliumba mbingu na nchi kwa yeye. Kumbuka, mbingu aliziumba Mungu na nchi aliumba Mungu, lakini Biblia inasema vyote vilifanyika kwa huyo, na wala pasipo Yesu hakuna kitu kilichofanyika. Jambo la pili, aliokoa mbingu kupitia kwa Yesu Kristo. Unakumbuka habari ya uasi wa shetani katika kule mbinguni? Kisa hicho kinasimuliwa na Isaya, kinasimuliwa na Ezekieli, kinasimuliwa katika Ufunuo sura ya 12. Katika uasi wa shetani, aliyemondoa nguli shetani mbinguni ni Yesu Kristo katika utukufu wake. Biblia inasema katika Ufunuo 12:7, kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake wakapigana na joka, na yule joka naye akapigana pamoja nao hawakushinda, na wala mahali pao hapakuonekana mbinguni. Yule joka akatupwa, yeye na malaika zake wakatupwa hata nchi. Ndipo wimbo wa wokovu unasikika kwa mara ya kwanza mbinguni. Sasa kumekuwa wokovu na nguvu na utukufu wa Mungu wetu na mamlaka ya Kristo wake, maana ametupwa chini mshitaki wenu. Sasa aliyemtupa chini shetani Yesu Kristo ndiye Mikaeli anayetajwa katika Ufunuo sura ya 10 ngapi? Ufunuo sura ya 12. Lakini kitu kingine, hakuishia kuiokoa mbingu, kwa sababu vyote alivifanya ni yeye
aliyeumba mbingu na nchi ni Kristo, ni Baba na Kristo wakiungana kwa pamoja. Alipokuja duniani, maandiko yanasema aliokoa pia dunia kupitia kwa Yesu Kristo. Utasoma katika Yohana 3:17. Lakini pia katika Yohana 3:15 Biblia inasema anawapa watu wote uzima wa milele kupitia kwa nani? Kupitia kwa Yesu Kristo. Anatupatia neema na kweli kupitia kwa Yesu Kristo. Lakini Mungu aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kupitia kwa Yesu Kristo. Anatoa msamaha. Biblia inasema kila mtu atasamehewa kwa jina la Yesu Kristo. Msamaha unatolewa kwa jina la Yesu Kristo. Lakini pia kuna vingine vingi huku alifanya. Alionyesha upendo wake kwa ulimwengu kupitia kwa Yesu Kristo. Yohana 3:15, Mungu aliupenda ulimwengu, lakini udhihirisho wa ule upendo, namna ya kuleta na kuingiza katika akili za wanadamu, na namna nguvu ya upendo inavyobadilisha, Yesu Kristo alikuja kuishi ili Baba uoneshe upendo wake kwa ulimwengu. Lakini tunasema atafufua wafu kupitia kwa Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu anasema msistaajabie maneno haya, ana saa yaja ambayo wafu walioko makaburini wataisikia sauti yake, na atakaye kuja na mawingu ni yeye aliyekuwa pamoja nasi. Kwa hiyo atafufua walimwengu waliokufa kupitia kwa Yesu Kristo. Lakini pia atahukumu wanadamu wote kupitia kwa Yesu Kristo. Utasoma katika Yohana 5:22 hadi 23, na Yesu mahali pengine anasema yeye ndiye atakayebagua kondoo na mbuzi. Kazi hiyo yote amepewa Baba, lakini pia amepewa na Baba, amepewa Yesu na Baba amempatia. Lakini pia tunahesabiwa haki bure katika vyote vitakavyotufanya turuhusiwe kuingia mbinguni. Tutahesabiwa haki kupitia kwa Yesu. Wote wanaomwamini Yesu Kristo ndio watakaoingia mbinguni. Wale wasiomwamini Yesu wamepotea milele. Kwa hiyo hakuna mwanadamu atasimama mbele za Baba na kusema mimi nilifanya hivi na hivi na hivi, ninastahili wokovu bila Yesu. Tendo tu la mwanadamu kutokumwamini Yesu ni dhambi. Kitabu cha Yohana 16:8 hadi 13 anasema kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa hiyo swala la mwanadamu kukubaliwa na Mungu ni kupitia Yesu. Asiyemkubali Yesu hawezi kukubaliwa na Baba. Anayemdharau Yesu hawezi kukubaliwa na Baba. Wale wanaojihesabia haki na kutenda matendo mema na kujitahidi kutimiza Torati na vitabu vya kidini huku wakisema Yesu ni nabii tu, hawa hawana nafasi. Lakini sikiliza vizuri, sio hilo tu, anatawala mbinguni na duniani kupitia kwa Yesu. Lakini jambo lingine, katika Yesu maandiko yanasema utimilifu wote wa Mungu unakaa. Kwa kama tungetamani kuona picha ya Yesu ya Mungu, au kuona namna Mungu alivyojifunua kwa ukamilifu, ni kupitia kwa Yesu tu. Kwa tunaposema habari za umoja wa Yesu na Baba, hata katika kufunua ukuu wa Baba yetu wa mbinguni na chochote kinachomhusu Baba wa mbinguni, hiyo investment yote Baba alifanya katika Mwana. Kwa anayemsema Yesu kwamba sio Mungu ni kwa sababu hamjui Yesu vizuri na hajui kanuni ya utendaji kazi ya Mungu Baba. Lakini jambo lingine, anatuumba upya katika Yesu Kristo. Jambo lingine, amemfanya kuwa kichwa cha kanisa. Yesu ndiye mwokozi wa kanisa, ndiye mume wa kanisa. Utasoma hivyo katika kitabu cha, na tutakapofikia hilo somo la namna Kristo alivyo kichwa cha kanisa, you will love it. Utaipenda kwa sababu utaanza kuliona kanisa la Yesu Kristo kuanzia katika mikono ya uumbaji, halafu anakuja kulikumbatia tena katika ukombozi, na mwisho analirudisha mbele za Baba likiwa kamilifu. Na Yesu anatembea na kanisa kipindi chote cha Agano la Kale na kuliingiza katika mji mpya wa Yerusalemu. Lakini kitu kingine, amewekwa kwa kipimo cha yote yapaswayo kuaminiwa na kukubaliwa. Anasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni. Kwa hakuna namna ya mwanadamu kusema mimi namwamini Yesu, nampenda Yesu, alafu maneno yake ya Agano la Kale unayakanyaga. Hapana. Lakini pia kuna kitu cha kufanya. Kama Yesu ndiye mwenye funguo za mauti na kuzimu, kama Yesu ndiye anayewapatia watu uzima wa milele, kama Yesu ndiye ambaye kwa jina lake tunasamehewa dhambi, kama Yesu ndiye ambaye kwa jina lake tunaokolewa na kukubaliwa mbele za Mungu, nani huyo mwingine kiongozi wa dini ambaye unapaswa kumpatia masikio yako na kukuambia hakuna shida,
hii imeandikwa hivi, lakini sisi tunaweza tukafanya hivi. Ubatizo uko hivi, lakini sisi tunaweza tukafanya hivi. Ibada iko hivi, ni siku hii, lakini sisi tunaweza tukafanya hivi. No, kama kuna mtu anafunguza kaburi langu na anasema yeye ndiye ufufuo na uzima, na ya kwamba kazi yote ya kuhukumu walio hai na waliokufa iko mikononi mwake, I will suggest that you put your whole trust on him, na ninakuombea Bwana akusaidie. Sasa sikiliza vizuri, tunataka tuhitimishe hiki kitabu. Ukitaka kutumia aina hii ya mahubiri, please look for this book. Kitakusaidia kukuza picha ya Yesu Kristo katika maisha yako. Baba ndani ya Mwana, Baba ndani ya Mwana, Baba ndani ya Mwana. Lakini Yesu anasema katika Yohana 14 fungu la 10 hadi 11, lakini nikizitenda ijapokuwa hamniamini, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu, nami ni ndani ya nani? Ni ndani ya Baba. Kwa Yesu kuzifanya kazi za Baba ilikuwa ni udhihirisho kwamba Baba alikuwa ndani yake. Kwa hiyo hakuna operation inaweza kufanikiwa ya kusema sasa tumweke Yesu pembeni na Baba pembeni. No. Kwa habari ya utendaji kazi wa uungu, Kristo ni kiini cha utendaji. Yeye ndiye aliyetangulizwa mbele na Baba alimpa hiyo kazi. Kwa kuwa mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu, bali mapenzi yake aliyenipeleka. Yohana 6 fungu la 38. Yohana 12:49 anasema kwa sababu mimi sikunena kwa nafsi yangu, bali Baba aliyenipeleka yeye mwenyewe ameniagiza nitakayonena na nitakayoyasema. Kwa hiyo hakuna namna unaweza kusema sasa Baba alikuwa anafanya nini? Biblia inasema Baba alikuwa ndani ya Mwana. Mwana alikuwa anafanya nini? Mwana alikuwa anatekeleza mapenzi yote ya Baba yake. Kwa nini Baba awe ndani ya Mwana? Kwa sababu Baba anakaa katika utukufu usioweza kukaribiwa, na kwa sababu hiyo Baba na Mwana katika umoja wa milele wanatembelea na kufanya kazi zote ambazo maandiko yanasema yalipaswa kufanyika. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa ya kwamba Yesu Kristo alikuwa pamoja na Baba na ndiye aliyemwakilisha Baba katika mambo yote, na kwamba kila tunachokiamini Yesu amekuwepo na Baba tangu milele. Na kwa fungu letu la mwisho nasema, na sasa Baba unitukuze mimi pamoja nao kwa utukufu ule niliokuwa pamoja nao kabla ya ulimwengu kuwako. Yohana 17 fungu la 5. Yesu anasema he was with the Father before the foundations of this world were put. Kabla mwanadamu hajaumbwa, kabla mavumbi ya dunia hayajaumbwa. Katika Mithali 8:22 anasema kabla ya chanzo cha mavumbi ya dunia hakijaumbwa, he was with the Father. Kwa hiyo Yesu Kristo amekuwa wa milele, na kisa chake cha kuzaliwa na Mariamu ni sehemu ya transition katika mchakato wa wokovu wetu. Baba ampenda Mwana na ameweka vyote mikononi mwake, na vyote vilifanyika kwa huyo. Ninamtambulisha Yesu Kristo kama mwanzo wa uumbaji wa Mungu, lakini mwanzo wa ukombozi, mwanzo wa hukumu na mkamilishaji wa kila kitu. Na maandiko yanasema tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, vyote vilifanyika katika yeye. Kwa kumuona Yesu tumemuona Baba, na hivyo kwa kuziona kazi za Kristo tumeona kazi za Baba. Kwa kumsikia Yesu tumemsikia Baba, umoja wa milele usio na mwisho. Kwa hiyo inatupa tafsiri gani? Kuanzia kitu cha kwanza kilichoumbwa katika dunia na mbinguni, Kristo anahusika. Kwa baadaye tukianza kutembea katika masomo haya, utakuja kuelewa kwamba kila kitu Kristo alifanya na Baba alikuwa pamoja naye na Roho Mtakatifu. Mungu akubariki unapomwelewa Yesu katika staili hiyo. Usimwone tu ni mtoto aliyezaliwa ni nabii fulani kama watu wanavyomdharau. Mungu akubariki kwa jina la Yesu, amen. Baba wa mbinguni, asante tena. Leo tena tumeona umoja usio wa kawaida kati ya Baba na Mwana, na kwamba Baba alikuwa ndani ya Kristo akitenda kazi zake zote. Na kwa sababu hiyo tunakushukuru ya kwamba Yesu Kristo si tu Mwokozi, yeye ndiye aliyetumika kufanya vyote, na alijinyenyekeza kwa sababu yeye anatupenda, na Baba anatupenda, na Roho Mtakatifu anatupenda. Basi tunapoendelea mbele, tubariki katika jina la Yesu, amen.